Inahusiana aje? Unawezaje lala na angoli yako mwenye ambaye ni ndugu ya mamako? How can you attempt? How can you do that? Jana hii yote. Hapana manze. Hapana. Yule sipo. Unafanya best yako vibaya. So guys, tuko hapa na Amina mama yake Yasin. Tumeletwa hadi hapa, bibi yake alikuwa anaishi. Tumeelekezwa na daktari tuone kama bibi yake anaweza kuwa hapa ama alitoroka. Daktari, Yes. unaweza tuambia nini juu sasa hata sisi tuko confused. Hatujui kama nyumba iko hapa ama huyo demu anaweza kuwa alitoroka. Kama vile ambavyo nilikuwa nimewaeleza kutoka pale airport. Hii ndio nyumba na hapa ndio mahali bibi yake Yasin anafanya hiyo kazi yake ya zina na anafanya mambo yake machafu. Na niliwaambia kwamba nitawapeleka moja kwa moja mpaka hapo kwa hiyo nyumba. Na mahali ambapo tumefika sasa hapa tutaelekea namna hiyo, tutapanda hivi kwa sababu tumeshafika. Hivyo naomba nyinyi Yasin na mamu Amina ili nikaweze kuonyesha hiyo nyumba mahali iko. Yasin, unaweza kumbuka mahali bibi yako anaishi? Si nyumba nilikunga na kumbuka akiishi. Anaweza kuwa nini nyumba yake haiko hapa? Si hapa. So, twende tu niwapeleke. Hebu tuone daktari atuelekeze juu hata wewe ni kama ushasahau kila kitu. Sasa. Nyumba ambayo yenyewe ndio hii. Nyumba yenyewe ndio hii hapa. Hapa ndani ndio wanaishi. Na hapa ndio wanafanyia hiyo ushirikina yote. So wewe mahali mlikuwa mmechukua nyumba, huyo dem aliama kama ujui. Nyumbani nilikunga Langata. Mlikuwa mnaishi Langata? Langata. Na huyo dem kitambo unasema mlikuwa mnaishi Langata? Nilikunga na nyumba pale. Kwa hivyo demu aliama. Na huyo demu ni mjanja. Nilikwambia pale airport alishika akili yake Yasin. Ili Yasin asigundue chochote na asiulizie chochote kuhusu makao ama mahali huyo bibi yake mahali alihamia. Kwa hivyo sasa hata hawajui kama tuko hapa nje. Na sasa hivi vile tuko hapa wamelala kwenye kitanda kimoja, wametoa nguo, wako katika tendo kwa sasa hivi, kwa sababu tutaenda kuwapata wakiwa kwenye tendo. Tutaenda kuwapata wakiwa kwenye tendo sasa hivi. Ili tunaongea hivi wanaendeleza umalaya huko ndani. Kwa hivyo bila kupoteza wakati nataka nifungue hii nyumba. Wewe unafungua? Nataka nifungue hii nyumba. Na ni vizuri tukifanya kila kitu kwanza. Director, hebu onyesha hapa. Ni vizuri tukianza kila kitu tunaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama kuna kizuizi chochote ambacho kiko ndani ya hii nyumba, haswa kwa huu mlango ambao tunapitia, kwa sababu miili yetu ikiwa mizima inapita kwenye huu mlango kuanzia unyayo mpaka kwenye kichwa. Kwa hivyo kwa jina la Mwenyezi Mungu, kama kuna kikwazo chochote ama mambo yoyote ya ingiza ya ushirikina ambayo imepandwa kwa hii nyumba, kwa huu mlango, na nitaivunja sasa hivi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo huu mlango uko sawa. Na sasa hii ni msafi, kwa sababu ulikuwa na vikwazo fulani. Kuna kinga fulani ilikuwa imewekwa, kwa sababu nilikwambia ule bibi alikuwa ameenda, na sasa hivi huyo mganga pia wanafanya kazi na yeye. Na huyo mganga alimwambia, ni yeye alimuelekeza kwamba aweze kublock Yasin na aweze kumzimia mpaka simu, akimwambia kana kwamba ataenda kule Langata na atampata huko
Sasa haanze kuhangaika. Kijana akose mahali pa kulala. Bibi yangu ako wapi? Nimekuwa nikimtumia pesa hiyo miaka yote. Sasa hii sina hata Dubai anakuja anakosa mahali pa kulala. Na sasa hiyo alikuwa anatumia bibi pesa na hakuna kitu hajapata, hata hajampata, ashahama, amehamisha kila kitu. Kwa hivyo sasa hivi mlango ni msafi na nitafungua na mimi mwenyewe nitaanza kuingia. Nataka sijui kama director ako mbali. Director, nataka ukaribia hapa. Nataka ukuje uonyeshe watu tabia zenye zinaendelea kwa hii nyumba. Tabia zenye zinaendelea kwa hii nyumba. Nataka director haone hizo nguo ambazo ziko hapo chini. Hizo nguo ambazo ziko hapo chini. Naomba mamake Yasi, naomba uingie ndani. Ndio tupatie director nafasi. Yasi, naomba usonge kidogo director aweze kuona zile nguo. Director, ingia ndani, ingia ndani. Ingia ndani director. Hii ni shati hii bro. Ya mwanaume. Shati ya mwanaume. Na hiyo trouser pia ni ya mwanaume. Unaona vizuri? Unaona? Nataka uangalie vizuri hiyo nyumba. Na hizo viatu ndo za hizo vitu ndo hizi mwanamke zenye amenunua. Hizi viatu hizi ni za bibi yake. Unaziona vizuri? Kwa hivyo kumaanisha direct, unaona slippers ndo hizi. Hao watu ni wakorofi sana. Sherehe wanaanzia huku wanamalizia kule. Wanaanzia huku wanamalizia kule. Na hiyo ndio imekuwa tabia ya huyo mwanamke. Tangia Yasi nawenze kuondoka Kenya na kuenda upande wa Dubai. Hiyo ndio imekuwa tabia kwa sababu ilimaliza muda wa miezi miwili. Na yule mwanamke akakuwa na akili nyingine chafu sana. Akaendea mganga, akampa hiyo dawa. Na huyo mganga aliweza kufunga akili ya Yasin akiwa kwa ndege, akiwa bado hajatua kule Dubai. Hapo ndo ndipo sasa aliweza kufungiwa akili. So akapata kuanzia mshahara wa kwanza mpaka wa sasa hivi na pesa zote zenye alikuwa anazipata anamtumia bibi yake akiwa na akili ya kwamba akimtumia bibi yake ataweza kutumia mamake. Unaona? Lakini bibi yake hajawahi tekeleza majukumu kama hayo. Ndio maana akaama kule Lang'ata akakuja mpaka huu mtaa ambao tuko sasa hivi. Nataka kujua ina nani? Nataka kujua nguo ya nani? Daktari, sasa wanaweza kuwa hapa bedroom. Wako hapo ndani. Wako hapo ndani. Nikishika huo mlango ndio watagundua kwamba kuna watu wako ndani. Nataka sijui kama director unaona hii nyumba vizuri. Nataka uoneshane kwa sababu ile nyumba ambayo walihama ilikuwa nyumba. Zilikuwa hizi ama aliuza na akanunua zingine. Hii kitu si zangu. Sio, anaweza kuwa aliuza hizo vitu zingine. Aliuza. Na huyu demu ni mjanja. Kwa sababu Yasin akitoka nyumba ilikuwa na furniture za high quality. Na zilikuwa za pesa nyingi sana. Unaona hii nyumba kidogo ambayo alihamia ya kufanya zinaa. Unaona? Ukiangalia hata jikoni pale ni padogo sana. Panatoshana kama chooni. Director, naomba uonyeshane huko jikoni. Ndio watu wajue kwamba kuna watu wa kuweka katika maisha na kuna watu wengine wanakuharibia maisha. Kuna mtu unaweza leta kwa maisha yako akuwe ndio chanzo cha wewe kukupelekea kukua maskini. Hata ukiuliza Yasi ni mwenyewe nyumba yenye walikuwa wanaishi kule ilikuwa nyumba ya 3 bedroom. Na ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa ni home compound. Unaona? Sasa mali amehamia hapa sasa hivi. Hii ni nyumba ambayo ni ya kufanyia ukahaba. Ukiangalia hata zile lighting ziko huku. Ni lighting ambazo zinatumika kule upande wa disco. Akide. Alifanya mambo ya maajabu sana. Unaona kijana wako venye amehangaika. Unaona venye ameteswa. Nimeona kabisa. Anatumia mwanamke pesa na anakuja kuenjoy na wanaume. Hata nashangaa. Akisidai wana hivyo mimi. Yasini sunamu. Tabia gani tena? Tabia chafu sana. Na daktari wanaweza kuwa wanatusikia tukiwa hapa. Wanatusikia lakini hawana hiyo akili kwa sababu akili zao ziko katika mapenzi. Akili zao zote sasa hizi ziko kwa mapenzi sasa.
Nataka sasa niwaonyeshe ile maajabu ambayo iko huko ndani. Ni maajabu kweli, na sijui kama Yasin atavumilia, kwa sababu unajua ni vingumu sana mwanaume kupata ama kufumania mwanamke wake kwa kitanda ambacho inafaa alale yeye na mkewe. Huu mlango nikiangalia hivyo pia uko na vizuizi upande wa chini. Unajua mimi naweza kuona lakini nyinyi hamwezi kuona, na zile vizuizi ziko hapa si mchezo. Huyo mganga alikuwa amewapanga kweli, alikuwa amepanga huyu msichana, na huyu msichana hakuambia huyo mwanaume kwamba yeye anaendanga kwa mganga. Pia huyo mwanamume mwingine pia yeye ameshikwa na nyota yake imechukuliwa na huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni hatari sana, ni mwanamke mdogo lakini ni hatari. Ni hatari sana. Kwa hivyo nataka tuingie huko ndani kwa jina la Mwenyezi Mungu aliyenipa uwezo wa kuwakomboa waja wake na kuwakomboa wale ambao wanataka usaidizi. Kwa huu mlango kumewekwa vizuizi vya ushirikina, ushetani ambazo zinawiana na ule ushetani ambao unatendeka kwa hii nyumba. Naomba Mwenyezi Mungu akaweza kunipatia nguvu za kuvunja hayo maagano na kufungua huu mlango. Director, harakisha. Zawadi ni nini? Kumbe daktari bwana. Unaona? Haya ndo maajabu haya. Hata anashangaa bwanake ndo huyu. Ndio nguo yako. Fuck. Haya ndo maajabu. Kuna bwana Nini? Oh my God. Wakati wote ulikuwa umenyamazia ulikuwa unafanya hivi, si ndio? Mama, unaona hiki kitu? Nimeiona. I'm really sorry babe. Aki babe, I'm really sorry. I'm really sorry na uniongeleshi. Oh my God. Yaani hivyo ndio nafanyia kijana wangu. Hivyo sio? Wewe nani kuja hapa? Hivyo ndio nafanyia kijana wangu. Siko najua bana, siko najua. Nani? Hakunishow. Nani? Ni anko yangu. Anko wako? Hakunishow. Kuona starter alafu? Iza. Wewe nani kwa huyu? Yaani wewe sana unafanya vituko kama hizi. Kenya na nani wewe hata una hiyo. Wewe nani kwa huyu? Girlfriend wako? Yeah. Ni boyfriend wako? Hakuniambia. Wewe ni boyfriend wako? Hey babe, I'm really sorry. I'm really sorry. Kai. Sorry for what? Kunifanyia hivi kila I didn't mean this to happen. Oh my God. Kai. Siko najua. Au kuna jua aje? Hujamwambia kama umeolewa? Iza. Bro. Iza. Hujui ni mwanzo wangu? Siko najua. Hujui ni mwanzo wangu? Huyu ni bibi wenyewe. It's my girlfriend too. Girlfriend yako. Pesa yangu yote mimi nilikuwa nakula sio? Bwanako. Pesa yangu yote ulikuwa unapewa huyu, sio? Hii malaya tu. Hii malaya ya mwanamke. Sasa Yasin, hiyo maisha yote sasa huyu ndio alikuwa anatumia pesa na kula na mwanaume. Na tena hata ni mwanaume anakaaje huyu? Hii ni uchafu hii. Anatuibisha sisi wa Somali. Hii tabia mbaya hii. I'm really sorry babe. I'm really. Ulitafuta wanawake ukaona huyu ndio mwanamke? Hakuanga hivyo wakati nilikuwa na. Unakula pesa za kijana wangu. Hakika. Na kupigia ni kuja kwa hapo au nikujii? Wewe ni nani? Imagine anakuja hapo na mwanaume kwa nyumba. Hiyo ni tabia gani? Ni malaya hii. I said he's my uncle yangu. Una cheat na uncle yako na mwanaume. Mwanaume wako pesa, una cheat na yule uncle yake ama wewe ni boyfriend wake? I'm her boyfriend. Unasema ni uncle yako? Kai, babe, you are actually kwa mbali. Una mangold zako siku hizi? Huku niambia uko na bwana. Pesa yangu ilikuwa inakumsea sio? Tulikuwa tunakula wote. Juu sasa tungefanya. Babe ulikuwa mbali na alafu okay, sometimes tunafeel na nilikuwa na feel siwezi kungojea. But I'm really. Wewe niambia sio? But you are abroad. Ulikuwa sasa alafu silikuwa nakutumana pesa? Ndio si feel koloni ningibaki nyotaka. Unakula na wanaume wengine. Bro, for how long? Babe, I'm really sorry. For how long mko pamoja? 1 month.
1 month. Yeah. 1 month mzima. Huyo mwanaume anadanganya. Anadanganya. Anasema 1 month. 1 month. Uko sure ni 1 month? I'm sure. Uko na mwezi mmoja hapa? Hebu kuja. Niko na mwezi mmoja hapa. Yeye alikwambia sasa yeye ni nani kwako? Shikilia. Alikwambia yeye ni nani kwako? My wife. Unajua huyu mwanaume kitu cha kwanza anadanganya. Mara anasema ni girlfriend, mara anasema ni wife. Mara anasema wako na mwezi mmoja kwa hii nyumba. Alafu wewe uko aje? Unahusiana aje? Unawezaje lala na angoli yako mwenye ambaye ni ndugu ya mamako? How can you attempt? How can you do that? Yana hii yote. Hapana manze. Hapana. You people. Unafanya best yako vibaya. Unafanya best yako vibaya.